anabaki kwa vyovyote vile. Kocha Romain Folz anabaki kuwa na matokeo bora zaidi linganisha na baadhi ya makocha ambao wamekuwa wakihusishwa kwamba yeye anapotoka wanatoa nafasi hiyo. Miongoni mwa wale ambao wanatajwa kwa sasa ni pamoja na kocha Nasreddine Nabi aliyekuwa katika klabu ya Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini, ambaye ameachana nao hivi karibuni, lakini ni kocha ambaye ana rekodi nzuri wakati akiongoza Yanga kabla ya kuondoka nchini. Lakini kocha mwingine mbali na Nabi ni pamoja na kocha Sead Ramovic, naye amekuwa akihusishwa na Yanga kwamba Romain Folz wakati wote anapopewa thank you na kuondoka, basi wanaohusishwa ni pamoja na yeye Sead Ramovic. Katika kipindi kifupi akiongoza Yanga kwa siku 81, naye alikuwa na matukio mazuri hasa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia aina ya uchezaji wake, mpira wake, ndipo ikaibuka slogan, kauli mbiu ya kwamba busa, achia, twende kwao. Lakini mwingine ni pamoja na Hamdi Milud ambaye ndiye aliongoza kijiti cha Yanga kama kocha mkuu mpaka mwishoni mwa msimu wa 2024-2025 akipata matokeo mazuri sana. Kwa hiyo wengine ni pamoja na Ramovic, lakini yupo pia Hamdi Milud. Wapo wengine ambao bado majina yao hajawa wazi, wamekuwa pia wakitajatajwa. Yote katika sehemu ya pressure, shinikizo linaloendelea kwenda kwa kocha Romain Folz kutoka kwa baadhi ya mashabiki kwamba hawavutii naye, kwamba wanaiona kana kwamba Yanga haijafikia kile kiwango chake kilichoonyesha wakati kihitimisha msimu wa 2024-2025. Lakini ukizama ndani zaidi kuangalia juu ya kile kilichofanyika uwanjani, hakika huyu Romain Folz bado anaonekana kana kwamba ana matokeo bora sana. Kwa lugha nyingine, kama kutimuliwa kwake, kuondoshwa kwake, basi kutakuwa kuna uhusiana na labda mahusiano yake mabovu na wachezaji wake, ama mahusiano mabovu na uongozi wake, ama na wadau wa Yanga. Lakini kwa maana ya eneo la kuchezea, kwa muda mfupi aliokuwa na Yanga, kwa mechi 2 tu zilizochezwa katika ligi kuu na 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika, naona kuwa kwa uwanjani ni ngumu kujenga hoja za kumuondoa Romain Folz na kisha ukaeleweka vizuri. Wengine wanazungumzia kuhusu soka la kuvutia, soka biriani, soka sambusa. Hili ni subjective, ni swala ambalo maoni binafsi ya mtu hupata nafasi zaidi, kwa sababu juu ya tafsiri mpira huu mzuri, mpira huu mbaya, wakati mwingine kutokana pia na mtazamo wa mtu. Maana kwa wengine mpira mzuri ni ule unaoleta matokeo, na hasa kwa klabu kubwa kubwa kama Yanga, mara zote ushindi ndio kitu cha kwanza, mengine yanakuwa ya ziada. Kwa kukumbushia tu kabla ya kuangalia mmoja baada ya mwingine, hawa watatu wanaotajwa miongoni mwa wale ambao wameshawahi kupita Yanga na kuwa na rekodi nzuri wakiwa ndani ya Yanga, waliko au walikotoka, mwenendo wao haushawishi kwamba ni sehemu ya sababu za kurejeshwa Yanga kama kweli hilo litatokea. Labda ni kwa sababu tu ya kutumia rekodi zao wakati wakifundisha Yanga, ambazo kiukweli zilikuwa na mambo mengi ya kuvutia. Huyu Romain Folz ambaye hivi sasa mjadala umeendelea kuwepo kwa baadhi ya mashabiki, hasa baada ya mechi dhidi ya Mbeya City iliyoisha kwa suluhu ya bila, lakini mechi nyingine ikiwa ile dhidi ya Wydad ambayo kwa matokeo ya jumla Yanga ilishinda 5-0 na kwenda katika raundi inayofuata. Lakini baadhi ya mashabiki wamekaririwa wakisema kwamba licha ya Yanga kushinda, lakini haichezi mpira mzuri. Iko hivi, Romain Folz mpaka sasa mechi alizoiongoza Yanga zipo 10 games. Katika mechi hizi 10, 5 ni rasmi, 5 ni za kirafiki. Kwenye mechi hizi 10 ameshinda 9, ametoa sare 1, hajapoteza mchezo wowote, 0 loss. Ndio, kwa lugha nyingine, kama ni performance tunasema 93%, kwa sababu kati ya mechi 10 kushinda 9 halafu natoa sare 1, maana yake ukiziweka katika point, mechi moja ukishinda ni point 3. Mechi 10 imetarajiwa maximum performance iwe ni point 30. Yeye amepata point 28, maana 9 ameshinda, sare 1, jumla point 28. 28 katika point 30 ndio tunasema performance, ufanisi ni around asilimia 93. Huyu ni Romain Folz aliyepo sasa ndani ya Yanga, ambapo katika mechi hizi 10, 5 zilizo rasmi ameshinda 4, kwa maana ya asilimia 80 ya mechi zote rasmi ameshinda, halafu ametoa sare 1. Ameshinda 4, sare 1. Hii sare ndio ile ya bila dhidi ya Mbeya City. Lakini
Hizi 4 alizoshinda ni zipi? Mechi mbili za ligi, mechi moja wapo ya ligi kuu ile ya ufunguzi kwao waliocheza dhidi ya Pamba Jiji na kushinda 3-0. Halafu mechi nyingine rasmi ni Ngao ya Jamii waliocheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, watani wa jadi, na kushinda 1-0. Na mechi nyingine ni zile mbili walizocheza dhidi ya Wiliete away kule Angola ugenini wakishinda 3-0. Halafu ya marudiano jijini Dar es Salaam kwa Mkapa wakishinda 2-0. Ndio maana unapata timu mechi 4 za kushinda. Suluhu au sare ni ile waliotoa dhidi ya Mbeya City. Na katika mechi zote kwa ujumla Yanga imefunga mabao 9, haijaruhusu bao hata moja, kwa sababu ilishinda 1-0 dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ikashinda 3-0 dhidi ya Pamba Jiji, 0-0 dhidi ya Mbeya City, 5-0 katika mechi mbili dhidi ya Wiliete. Ndio unapata mabao 9, haijaruhusu bao. Huyu ni Romain Folz. Lakini katika mechi za kirafiki ilishinda 3-1 dhidi ya Rayon Sports kule nchini Rwanda katika mechi ya kirafiki, lakini ikaifunga Fountain Gate mabao 2-1 katika mechi iliyochezwa kwa dakika 120 kwa makubaliano maalum ya kucheza vipindi vitatu, dakika 40 ikashinda 2-1 dhidi ya JKT Tanzania, ikashinda 4-0 dhidi ya TRA United, wakati huo wakicheza na Yanga wakiitwa Tabora United. Sasa kwa ujumla utaona mechi za kirafiki ukichanganya na mechi ya kilele cha wiki ya Mwananchi waliocheza dhidi ya Bandari na kushinda 1-0, Yanga kwenye mechi 5 wameshinda 5, ikiwa ni ufanisi wa 100%. Hizi ni mechi za kirafiki. Mabao utagundua mabao iliyofunga kwa ujumla imefunga mabao 21. 9 ni yale ya mechi rasmi. Kwa hiyo yaliyosalia hapo imefunga Yanga mabao 12 katika hizi mechi 5 za kirafiki, lakini ikiruhusu mabao 3. Mabao 3 haya ni yapi? Ni wakati inashinda 2-1 dhidi ya JKT Tanzania, ni wakati inashinda 2-1 dhidi ya Fountain Gate, ni wakati inashinda 3-1 dhidi ya Rayon Sports. Huyu ni Romain Folz ambaye baadhi ya mashabiki wanasema kama hawamwelewi, ingawa wanatambua kwenye mechi rasmi za ligi kuu Tanzania bara mechi 2, bado mechi 28. Ligi ya mabingwa barani Afrika ndio kwanza raundi ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi, wameshinda zote, wanakwenda kucheza raundi inayofuata kabla kwa nia kufuzu hatua ya makundi kwa kucheza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Sasa kati ya wale wanaotajwa yupo Nasreddine Nabi. Nabi inafahamika wakati akiongoza Yanga kuna kipindi aliomba apewe walau miezi 3 ili aendelee kuifanya Yanga iwe bora, maana tayari kulikuwa kumeibuka maneno msimu wa 2021-22. Uongozi wa Yanga kwa busara na hekima kubwa chini ya rais wao Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, wakampa muda huo aliouomba Nabi. Nini kilichotokea? Nabi akatoa ubingwa unbeaten. Mechi 30 alishinda 22, sare 8, akafunga mabao 49, karuhusu mabao 8 kwa msimu mzima. Akaenda mpaka finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya USM Alger, walifungwa 2-1 kwa Mkapa, wakashinda 1-0 kule Algeria, na hivyo ubingwa waliukosa kwa faida ya bao la ugenini walioipata USM Alger kwa kushinda 2-1 kwa Mkapa. Lakini akatoa ubingwa mule 2021-22, ubingwa ligi kuu Tanzania bara aliutwaa, 22-23 alitwaa, lakini kombe la shirikisho la benki ya CRDB akatwaa mara 2 mfululizo, Yanga ikiongozwa na yeye Nabi. Alipoondoka akaja Miguel Gamondi ambaye hivi sasa yupo Singida Black Stars, naye alitwaa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini vile vile akatoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB na akaipeleka Yanga mpaka robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Gamondi hivi sasa yupo Singida Black Stars. Wanaotajwa yeye hatajwi sana, lakini hao wengine ni pamoja na huyu Nabi ambaye sasa tunamuelezea. Nabi akiwa katika klabu ya Kaizer Chiefs ambaye ameachana nayo hivi karibuni. Kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini zilichezwa mechi 28 msimu wa 2024-2025. Sasa kwenye mechi 28 kushinda mechi 8, sare 8 kama alivyoshinda, halafu vipigo 12. Akamaliza ligi akiwa na pointi 32 kati ya pointi 84 zitokanazo na mechi 28. Kwa lugha nyingine, performance yake ilikuwa ni around 38%. Huyu ni Nabi. Na sio hapo tu, kwenye mabao timu yake ya Kaizer Chiefs msimu uliomalizika ilifunga mabao 25, ikaruhusu mabao 32. Yani goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, ilikuwa ni hasi 7. Matokeo yake ikamaliza katika nafasi ya 9 kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Huyu Nabi ndiye ambaye naye anatajwa kwamba kwa kiwango chake hiki bora, kwa kila alichokionyesha wakati akiwa Yanga, anahusishwa na Yanga. Ni dhahiri
kuhusishwa kwake na Yanga kutatokana na kile alichokifanya wakati akitumikia Yanga kuanzia msimu 2021 2022 kuipa mafanikio yale tuliyoyashuhudia, lakini sio kwa Kaizer Chiefs ambako ametoka matokeo hayakuwa mazuri kama unavyotoka kuona. Mwingine anahusishwa ni huyu Sead Ramovic. Ramovic tunatambua baada ya kuondoka kwa Miguel Gamondi, kocha alitoa mikoba ya Gamondi alikuwa ni Sead Ramovic, raia wa Ujerumani. Huyu alitoa Yanga kutoka TS Galaxy, lakini katika uongozi wake kwenye ligi kuu Tanzania bara aliongoza Yanga katika mechi 6, akashinda zote kwa 100%, akafunga mabao 22, akaruhusu mabao 2. Ramovic akawa kivutio kwa mpira wake wa gusa achia twende kwao. Lakini kwenye ligi ya mabingwa akaiongoza mechi 6. Mechi 6 hizi Yanga ikashinda mechi 2, ikatoa sare mechi 2, ikafungwa mechi 2. Lakini mabao ikafunga 5, ikaruhusu mabao 6. Kwenye ligi ya mabingwa Yanga msimu nyuma yake ilifika robo finali na kutolewa kwa mikojo penalty na Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, ikaishia tu makundi nafasi ya 3 kutokana na ufanisi wake huu ambao uliwawezesha Al Hilal Omdurman, mabao alikuwa -1, lakini akaiongoza pia mechi 1 ya kombe la shirikisho ambayo Yanga ilishinda. Baada ya kuonyesha hiki alichokionyesha akiwa Yanga, ndani ya kipindi kifupi cha siku 81 akapata dili. Ndio CR Belouizdad wakafika na unono, wakiwa wameachana na kocha alikuwa akiongoza, wakamtoa yeye Sead Ramovic, akatua CR Belouizdad. Lakini nako mambo yake hayaendi vizuri kwa sasa. Tukianzia mechi ya fainali ya kombe la shirikisho lao, huku tunaita kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Julai 5 walicheza fainali Julai 5 mwaka 2025 dhidi ya USM Alger. Ni katika mechi ambayo CR Belouizdad walikula kipigo cha mabao 2-0. Kwa hiyo wakaondoka mikono mitupu, lakini walifanikiwa kumaliza miongoni mwa timu 4 za juu na hivyo wakapata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho la Afrika CAF. Kwenye msimu unaoendelea sasa 2025-2026 CR Belouizdad wameshacheza mechi 6. Nini wamefanya CR Belouizdad? Wameshinda mechi 1 tu mpaka sasa, wakiwa wamewafunga Paradu katika timu 16 zinazoshiriki ligi kuu ya Algeria. Paradu hivi sasa wako mkiani, yani timu ya 16 kati ya timu 16. Imecheza mechi 7, imefungwa mechi 6 miongoni mwa timu hizo, na yeye Sead Ramovic kashinda mechi nyingine 4, katoa sare, halafu kafungwa mechi 1. Miongoni mwa alizotoa sare ni pamoja na mechi iliyochezwa jana tu, wamecheza dhidi ya vinara wa ligi Reuters, ambapo katika mechi hiyo wao walijikuta bao lao wakilifunga kutokana na beki Hamid Fatau wa klabu hiyo inayoongoza ligi kuu hivi sasa ya Algeria kwa kujifunga dakika ya 59, lakini katika dakika ya 68 wakasawazisha kwa bao la kujifunga kwa bao lililowekwa wavuni na huyu aliyejifunga dakika ya 59, dakika 68 akaifungia timu yake mchezaji wa kimataifa wa Ghana, beki 3 Hamid Fatau. Kwa hiyo mechi kaisha 1-1 kwa mabao hayo. Wao kwenye mechi hizi 6, maana yake kwa kushinda 1 sare 4 wana pointi 7 kati ya pointi 21 zilizopaswa kuwa pointi 18 walizopaswa kuwa nazo kutokana na mechi 6. Maana yake ufanisi ni around 39%. Huyu Sead Ramovic mabao amefunga 7, ameruhusu 7. Kwa hiyo goal difference 0. Wana kiwango kibaya. Matokeo yake kwenye msimamo wa ligi kuu ya Algeria wako katika nafasi ya 10 hivi sasa, huyu Sead Ramovic. Na katika mechi ambayo wametoka 1-1 jana dhidi ya vinara wa ligi, tunazungumzia hapa klabu ya Reuters, wao walimiliki mpira zaidi kwa maana ya kumiliki kwa 56% dhidi ya 44% za wenyeji hawa Reuters. Lakini kumiliki kwa mpira hakukuwasaidia kupiga mashuti mengi ya kulenga shabaha, kwa sababu mpaka mwisho wa mchezo kila timu ilipiga mashuti 6. Wao katika mashuti yao 6, moja ililenga shabaha, lakini wenyeji walipiga mashuti 6, mawili yamelenga shabaha, mechi ikaisha 1-1. Kwa hiyo ile gusa achia twende kwao inaelekea bado haija click katika timu yake CR Belouizdad, kwa sababu ndio wao waliomiliki zaidi mpira, lakini mwisho wa siku mashuti waliopiga ni sawa na wale ambao hawakumiliki mpira. Kwa hiyo walikuwa wanamiliki mpira katika namna ambayo sio ya direct aliyozoeleka ya kwenda kwa kufanya majaribio ya kufunga. Kila mmoja akapiga mashuti 6,
wao ndio wamepigiwa mashuti mengi zaidi, mawili dhidi ya lao moja, na bao lao likatokana na wao kujifunga kama nilivyotoka kueleza. Lakini kwenye mabao 7 waliofunga, mawili yamekuwa ya penalty waliopata katika mechi dhidi ya CSKA Constantine iliyoisha kwa sare ya 2-2. Huyu ni Sead Ramovic, performance 39%. Kumbuka Romain Folz kwa mechi alizonazo ndani ya Yanga tangu atue, ukichanganya kirafiki na rasmi, ni performance 93%. Ukichukua tu za ligi kuu mechi 5, ushindi ni 80%. Lakini hiyo nyingine moja hakufungwa bali alitoa sare. Kwa hiyo performance yake ni zaidi ya 80% mpaka sasa, kwa maana mechi rasmi zile za ligi kuu 2 na ligi ya mabingwa 2. Lakini mwingine hapa ni Hamdi Miloud. Huyu hatajwi sana, ingawa pia anatajwa kwamba anaweza akatoa mikoba ya ukocha wa Yanga pindi Romain Folz akaondoka, kama shinikizo la baadhi ya mashabiki, baadhi ya wadau wa Yanga lilo shika kasi. Ni kwamba Hamdi Miloud yeye akiwa Yanga alifanya vizuri sana. Hamdi Miloud ndio ni kwa sababu alitoa kijiti kutoka kwa Ramovic. Yeye aliongoza Yanga katika mechi ya kwanza dhidi ya JKT Tanzania iliyoisha kwa 0-0. Ilikuwa ni mechi ya 18. Baada ya hapo mechi zote za ligi kuu chini ya Miloud Yanga ilishinda zote. Kwa lugha nyingine, mechi 13 ndani ya Yanga yeye alishinda 12, halafu akatoa sare moja ile na JKT Tanzania 0-0 kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mabao chini yake Yanga ilifunga mabao 41, ikaruhusu mabao 3. Alikuta ikiwa imefunga mabao 42, imeruhusu mabao 7. Mwisho wa msimu Yanga ikiwa imefunga mabao rekodi mabao 83, imeruhusu mabao 10. Kwenye mchango huo Miloud alifunga mabao haya. Sasa Miloud baada ya msimu kuhitimishwa alikwenda kujiunga na Ismaili ya kule nchini Misri katika ligi kuu ya Misri. Hapa tunapozungumza Miloud ambaye aliondoka Yanga akiwa na rekodi nzuri sana inatoka kuelezea, akiwezesha pia kumalizia vyema msimu wa kombe la shirikisho la benki CRDB kwa kutoa ubingwa. Lakini kule Misri hivi sasa kwenye msimu wa 2025 2026 Miloud anatia huruma kweli kweli. Ndio timu yake Ismaili kati ya timu 21 ligi kuu ya Misri hapa tunapozungumza yenyewe inashika nafasi ya 21. Ni kwa sababu gani? Imecheza mechi 10 games. Katika mechi hizi 10 Miloud kashinda mechi 1, halafu katoa sare mechi 1, kapigwa mechi 8. Mpaka sasa matokeo yake ana pointi ushindi 1 sare 1, ana pointi 4 kati ya pointi azopaswa kuwa nazo pointi 30. 4 kati ya 30, maana yake performance ufanisi tukizidisha kwa 100 unagundua ni around 13.333, ni around 13% tuseme ya ufanisi wake. Mabao, kwenye mabao Miloud timu yake ya Ismaili imefunga 2, imeruhusu mabao 13. Unaweza kaona kiwango cha ufanisi cha Miloud. Sasa ukilinganisha na kile ambacho Romain Folz mpaka sasa amekifanya ndani ya Yanga, licha ya kwamba baadhi ya mashabiki wanasema hawavutiwi na soka lake, lakini kwa kile alichokifanya kwa malengo makuu ya mchezo wa soka ambao ni kushinda, ufanisi wake ni wa hali ya juu mno. Lakini kwa makocha wanaohusishwa wanaotajwa, ingawa sio taarifa rasmi kutoka kwa management ya Yanga, kwa lugha nyingine Romain Folz kama unalinganisha na hawa ambao wamewahi kupita Yanga na kufanya vizuri, hana mpinzani. Ndio anafanya vizuri zaidi, lakini hili halimaanishi kwamba ashindwe kuondoshwa. Inategemea, sababu zipo nyingi.